Katika kile kitabu cha Isaya sura ya 11, nitasoma kwanza mistari 9 ya kwanza. Neno la Mungu linasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litatoka katika mizizi yake, litazaa matunda. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake. Bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa bidii, kwa adili. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, na chui atalala pamoja na mwanambuzi. Ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatawadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia imejawa na kumjua Bwana, kama vile maji yanavyoifunika bahari. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Mungu ambayo tunasoma katika hiki kitabu cha Isaya. Katika hiki kitabu cha Isaya, neno la Mungu linasema, litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litatoka katika mizizi ya hilo shina la Yese, nalo litazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nafikiria habari ya hilo chipukizi, amina, nikasoma katika kile kitabu cha Isaya. Twende mara moja, tutarudi hapo. Isaya sura ya 53 ule mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, maana alikuwa mbele zake kama mche mororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Ukisoma hapo chini utajua ni nani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha uso wake, alidharauliwa wala hawakumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni yetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimesoma hapa? Nimesoma hapa ili nikuambie kwamba huyo anayechipuka katika shina la Yese, Bwana Yesu asifiwe, hapa kwenye kitabu cha Isaya 53, Biblia inasema huyo anakuwa kama mche mororo, amina, ambaye alidharauliwa na kukataliwa na watu, ambao sisi tunamjua huyo ni Yesu Kristo, amina, ambaye anasema mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, ambaye anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tulidhani amepigwa na Mungu, lakini amechubuliwa kwa makosa yetu. Ninasema maneno haya yote ili wewe ujue huyu anayetoka katika shina la Yese, ambaye tunaambiwa ni chipukizi katika shina la Yese, kama tulivyosoma katika mlango wa 11, kwamba hapo tunasema habari za Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ninachotaka kusema asubuhi ya leo, niseme hivi. Tumekusanyika leo kwa ajili ya kutafakari kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Amina. Na kama tunatafakari kuzaliwa kwake Yesu Kristo, jana niliwaambia wale waliofika, na kama wengine wapo watakuwa ni marudio, sisi hatujawahi kuamini kwamba Yesu Kristo alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hatujawahi kufikiria hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wala hatufikiria alizaliwa Jumatatu au Jumanne. Mimi nasema katika kusoma kwangu Biblia sijajua kwamba ni Jumatano, ni Alhamisi au ni Ijumaa, sijajua. Lakini kitu kimoja tunachokijua na kukifanyia shangwe
ni kwamba alizaliwa Yesu Kristo, mwokozi wa ulimwengu duniani. Sisi tunajua alizaliwa, na kama alizaliwa huyo mtu muhimu, basi tuna kila sababu ya kuzitafakari shughuli zake na kazi zake. Mahali pengine Biblia inasema njooni tumfanyie shangwe yeye aliye mwamba wa wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tunamfanyia shangwe yeye aliye mwamba wa wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ubaya kumfanyia shangwe, kwa sababu Biblia inatutaka tumfanyie shangwe. Amina. Tumtukuze, tumuinue, kwa sababu anastahili kuinuliwa kwa wema wake, kwa uaminifu wake, kwa kazi zake alizofanya. Kwa hiyo wewe usijali alizaliwa lini, jali kwamba tunatakiwa kumfanyia shangwe yeye aliye mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya kusema hayo, ninataka niseme sifa ambazo hapa ninaposoma Biblia yangu inasema habari za ufalme wa amani. Amina. Anasema huyu ambaye anazaliwa, ambaye ni chipukizi katika shina la Yese, Roho wa Bwana atakaa juu yake. Amina. Roho wa Bwana atakaa juu yake. Roho ya nini? Anasema roho itakayokaa juu yake itakuwa ni roho ya hekima na roho ya ufahamu na roho ya shauri na roho ya uweza na roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu amezaliwa kutoka katika shina la Yese, Roho wa Bwana atakuwa juu yake. Amina. Lakini tukisoma maneno ya Mungu, kuna kitu nataka tukiingize hapa moja kwa moja ili tujue kwa nini tunasoma hivi vitu. Amina. Biblia inasema kwamba huyu aliyezaliwa ataitwa kitakatifu, mwana wa Mungu, si ndio? Atakuwa ni Mungu mwenye nguvu. Amina. Na hizi sifa zinazoonekana hapa, hizi ni sifa za Mungu mwenyewe. Amina. Lakini kitu ambacho tunakifahamu kama sisi watu tuliookoka ni habari za watu waliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Biblia inasema kwamba hao wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio hao waliaminio jina lake. Tunaelewana mpaka hapo? Kwamba wao waliompokea Yesu wamepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao yani ndio hao wanaoliamini jina lake. Nataka tu kujua tu kwa Kiswahili cha kirahisi, yuko mtu hapa amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wake? Anyoshe mkono wake hivi. Kama yupo anyoshe mkono. Hiki si Kiswahili. Nauliza, jamani, mlioketi hapo mmempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi? Aha, amina. Mnafahamu kabisa kwamba mmefanyika kuwa watoto wa Mungu? Anayefahamu mimi nimefanyika kuwa mtoto wa Mungu. Aha. Na mtoto wa Mungu si Mungu au? Unajifahamu hivyo au unajisikiaje kwamba mimi ni wa kishetani shetani kweli? Biblia inasema sisi tuliompokea tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Amina. Biblia mahali pengine anasema yeye amekuwa mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Amina. Kwa hiyo Yesu ni mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Kwa hiyo sisi ni ndugu zake kabisa, wenye uweza wa kifalme katika mabega yetu. Jana tulisoma, sitasoma tena kule. Ukitaka kujua tulisema nini, utarudi kule. Jana tulisema nini kazi za Yesu amefanya katika maisha yetu. Lakini leo nataka tuseme hizi habari za Roho wa Bwana ambaye anakaa ndani yetu. Tumepokea Roho Mtakatifu. Tunaye Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Roho yule yule, Biblia inasema Roho yule yule aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Roho anayekaa ndani yetu, Biblia inasema hivi, ni roho ya hekima na roho ya ufahamu. Nikuulize na tujiulize wote, tunayo hekima? Yesu amekuja na roho ya hekima na roho ya ufahamu. Sasa wewe yani ndio tunatafakari hilo kuzaliwa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kama sisi ni wana wa Mungu na Yesu huyu anayekaa ndani yetu anayo ndani yake roho ya hekima na roho ya ufahamu. Je, mimi na wewe tunajua kwamba tunatakiwa kuwa na roho ya hekima na roho ya ufahamu?
Tunafahamu, tunatakiwa tufahamu hivyo, na Mungu atusaidie kufahamu hivyo. Ninaposema roho ya hekima ni roho ya kutoa suluhisho. Yaani likiwepo jambo linatatiza, wewe ukitoa hoja, lile jambo linatakiwa lifanye nini? Lipate suluhu. Amina. Lakini ni mambo gani? Yapo mambo mengi, wewe upo, mambo yanaharibika na roho ya hekima iko ndani yako. Mimi nipo, mambo yanaharibika na roho ya hekima iko ndani yangu. Biblia inauliza, kama mambo yakiwa hivyo, huyo roho wa Mungu anakaaje ndani yetu? Yaani kivipi? Yani tunasemaje yupo wakati mambo ya msingi ya roho wa Mungu hayaonekani? Bwana Yesu asifiwe. Nasema tunataka kusherekea tukijipa changamoto, tukiendelea kutafakari. Tunasema mambo ya kweli au tunafanya maigizo? Amina. Hatufanyi maigizo, tunataka tuishi kweli ya Kristo katika maisha yetu. Kama Biblia inasema kwamba mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe. Unanielewa? Kwa hiyo nataka nikuambie katika maisha yako na katika Krismasi hii tulionayo, haleluya, kama unafikiria kwamba umepungukiwa na hekima, fanya uamuzi leo wa kuomba. Amina. Kwamba kumbe natakiwa kuwa na hekima. Mbona kila mtu ananiona kama mtu fulani niliyechanganyikiwa? Mbona wakati mwingine hata vikao vya watu watatu hawaniiti? Yaani kwenye familia, achana naye huyo, yaani hana lolote huyo. Unanielewa? Unajiuliza, huyo Kristo anakaaje ndani yangu? Mbona hekima ya kimungu haionekani? Anasema akipungukiwa mtu, Yakobo anasema huyo mtu na aombe. Haleluya. Hasemi akiwa hana kabisa, anasema mtu akipungukiwa. Kwa hiyo anaweza, kimsingi hekima inatakiwa iwepo kabisa, yani inatakiwa iwe kitende iwepo, lakini inapunguka kiasi kwamba haionekani, unatakiwa uombe mpaka ionekane. Haleluya. Anasema roho ya hekima itakuwa juu yake. Anasema roho ya ufahamu. Roho ya nini? Ya ufahamu. Hivi ufahamu si kitu cha kawaida tu, yaani haitegemewi. Sisi watu tunaomcha Mungu, aseme huyu akili yake ndogo sana. Unanielewa? Yaani huyu akili yake ndogo sana, ndogo. Ana roho wa Mungu ndani yake. Anaweza asiwe amesoma mpaka chuo kikuu, lakini ufahamu wake ni mkubwa. Wakati fulani Yesu alikuwa anazungumza, wakaulizana, huyu si mwana wa seremala? Amepata wapi kujua mambo yote haya? Bwana Yesu asifiwe. Au wewe unafahamu chuo alichosoma Yesu? Mimi sijawahi kusikia. Haleluya. Lakini anasema alikuwepo ameketi katikati ya wazee. Amina. Wakaulizana, huyu amepata wapi hekima na maarifa namna hii? Huyu si mtoto wa Mariamu? Si mwana wa Yusufu ambaye ni seremala? Na huo ufahamu unatakiwa uwe nao, natakiwa niwe nao. Utafute, kwa sababu ni sifa ya Mungu aliye ndani yako. Usimfunike, usimpake matope akaonekana Mungu ni wa ovyo. Yesu aliye ndani yetu si wa ovyo, amejaa ufahamu. Wakati mwingine mwambie Yesu, nijalie sehemu ya ufahamu wako, nipe kuona tu kidogo. Haleluya. Tusikae tumeridhika hatuna ufahamu. Yaani sisi tunatakiwa kuona katika ulimwengu huu na ule ulimwengu ujao. Tunaona haya yanaonekana na yaliyoko ndani ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya huyu Yesu aliyezaliwa ana ufahamu mkubwa kuliko unavyoweza kufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndani yake itakuwepo hiyo roho itakuwepo hiyo roho ya ufahamu, lakini itakuwepo roho ya shauri na uweza. Kuna watu wengi tumemwamini Yesu na tunaendelea kuishi, lakini kwa swala la ushauri, kwa swala la uweza, kwa swala la maarifa tuko chini. Naomba tunaposherekea tumwambie Mungu kwa habari ya uweza, kwa habari ya nguvu ya kimungu, kwa habari ya udhihirisho wa uweza wa Mungu katika maisha yetu.
Lakini pale anasema roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Muulize jirani yako, jirani, muulize, tumwambie jirani, ili roho ya kumcha Bwana iko ndani yako? Anasemaje? Muulize, roho ya kumcha Bwana imo ndani? Akisema imo, mwambie unajua maana yake, lakini Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa imo. Mimi sikatai imo au haimo, wewe unajua. Lakini nataka nikuambie maana ya kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni kumtii Mungu kwa kuogopa na kutetemeka. Amina. Ni kumtii Mungu kwa kuogopa na kutetemeka. Kuna watu wengi leo wanasema wanampenda Yesu, wako makanisani, wako sijui kwenye makongamano, kuna vitu wanavyovitafuta, lakini hawatafuti kumcha Bwana, hawatafuti kumtii Mungu kwa kuogopa na kutetemeka. Anaotoka tu huku anaingia huku, anachanganya tu mambo yake, akisikia anaona kama vile hajasikia. Huyo sio Yesu aliyezaliwa. Huyo anayekaa ndani yako sio Yesu huyu. Amina. Huyu Yesu tunayemwasema habari zake anaitwa ana roho ndani yake ya kumcha Bwana, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Yaani kuna mtu anakwambia, mimi sikujua kabisa, sikujua hata kama hiyo ni dhambi, nimejikuta tu. Umejikuta tu unampenda Yesu, umejikuta tu. Hata hayo maarifa ya kimungu huna hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Huna hata kidogo. Sivyo, haitakiwi kuwa hivyo. Tunatakiwa tuwe na maarifa ya kimungu. Wakati mwingine anasema tuwe wapole kama hua na wajanja kama nyoka. Tujue mambo yanayohusu Mungu wetu. Lakini wakati mwingine tunaweza tukakaa katika nyumba ya Bwana tusijue ni nini tunapaswa kutenda. Unaweza kwamba kwani mchungaji hiyo nayo ni dhambi? Kwani mchungaji kwa nini hatufanyi hivyo? Kwani hiyo kuna ubaya gani mchungaji? Kwani lazima kwenda kanisani mchungaji? Juzi nikamsikia mwingine anafundisha anasema, kwani kutoa sadaka? Hakuna kutoa sadaka. Tunatoa miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai. Sasa hiyo miili mnaleta, muiache basi madhabahuni tujue mmeitoa. Haleluya. Kabisa anafundisha na anaongea kabisa. Unanielewa? Wakati sadaka zimeandikwa kila mahali, lakini eti maarifa hana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima sisi kama wana wa Mungu, watu tunayemwamini huyu Yesu Kristo aliyezaliwa, lazima tuwe na roho ya maarifa na roho ya kumcha Mungu. Hiyo ni roho ya Yesu mwenyewe. Sifundishi habari za Yesu, nafundisha habari za Yesu ametuletea nini. Amina. Amina. Anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kufuata ayasikiayo kwa masikio yake. Mungu akusaidie tu uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuna vitu ambavyo wewe kama mtu wa Mungu utakiwa kufanyia upelelezi ili kuhukumu. Amina. Roho wa Mungu anayekaa ndani yako anaweza kukwambia hiki ni sawa, hiki ni sio sawa. Huyu yuko sawa na huyu hayuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuna mambo mengi pale anaeleza. Lakini tunapokuja kwenye ule mstari wa ule wangapi? Anasema furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Amina. Sisi kama watu wa Mungu, furaha yetu ni nini? Nani anaona furaha yake ni kumcha Bwana? Laiti tungeona furaha yetu ni kumcha Bwana. Mungu atusaidie tusifurahie kitu kingine zaidi ya kumcha Bwana. Wakati mwingine Bwana tunamweka tu kama stampu kimwisho, lakini Mungu atusaidie furaha yetu iwe kumcha Bwana. Nakumbuka siku moja Yesu alibaki hekaluni, Yusufu na Mariamu wakawa wameenda huko. Alipokuwa ameenda huko, wamemwacha siku ya tatu, wanakumbuka mbona hayupo, wakamkuta hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Waliporudi wakamwambia, mbona umetufanya hivi? Sasa mlikuwa mnanitafutia nini? Hamkujua mimi imenipasa kuwepo katika nyumba ya baba yangu. Huko mlikokuwa mnahangaika ni nyie tu, lakini mimi ninafurahi. Wakati mwingine aliulizwa akasema hivi, akaambiwa
ndugu zako wako nje, unanielewa? Ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akasema hao ndugu zangu ni kina nani? Unanielewa? Mtu mwenye roho ya maarifa na ufahamu anauliza ndugu yangu ni kina nani? Akasema ndugu zangu na rafiki zangu ni hawa wanaolisikiliza neno la Mungu. Wewe ndugu zako na rafiki zako ni nani? Kuna urafiki kati ya watu wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu. Amina. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni tabia za kimungu. Ukiona vitu vingine vinaenda ndivyo sivyo, lazima ujiulize tena, huu wokovu wangu na imani yangu inakaaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule mstari wa 5 anasema na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake na uaminifu mshipi wa kujifungia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani swala la uaminifu kwa mtu anayemcha Mungu, hilo anasema na liwe kama mshipi. Amina. Haki iwe kama mshipi na uaminifu kama mshipi wa kujifungia. Katika nyakati tulizonazo, tupo tunampenda Yesu, tunasubiri kwenda mbinguni, lakini kusikia dhuluma katikati ya wana wa Mungu inasikika. Inasikikaje? Tunatakiwa tujifunge haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tujifunge uaminifu. Yaani labda nyie hayawapati. Nani amewahi sijui nisemeje? Nani amewahi kudanganywa na mpendwa? Yupo? Kuna mtu ambaye mpendwa aliwahi kumdanganya, fanya hivi tu nitakufanyia hivi. Yupo? Au ni mimi tu ananioneaga kwa sababu mchungaji? Wapo wapendwa ambao hawaaminiki kabisa. Kwake leo sio leo, kwake kesho sio kesho, kwake nakuja manake naenda, unanielewa? Yaani havina uhusiano. Lakini huyu Yesu anayekaa ndani yetu ni wa haki na mwaminifu, ili tuweze kujulikana kwamba tunamjua Yesu na tuna sababu, by the way, tuna sababu leo ya kupika pilau na kula, tuna sababu ya kuchinja mbuzi wa watu tule. Lazima hivi vitu vionekane kwamba leo ni wale watu wa haki wanakula, leo ni wale watu waaminifu. Sio wanakuwa kumbe na wewe unasherekeaga, kumbe na wewe umo hivi. Unajielewa kwamba hapo haitakiwi kuwa hivyo. Waseme kabisa huko kwenye kambi ya Waebrania, wale watu wa haki, wale watu waaminifu wana jambo, wanasherekea na Mungu wao, wanamuelewa, wanafanana na yeye aliyewanunua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ukiendelea kule mbele, sitaenda sana, Biblia inasema kwamba katika huo ufalme huo, yani huyo Roho anayekuja ndani yake na huo ufalme wa amani ambao Yesu Kristo ametuletea, anasema hivi, mbwa mwitu atakaa pamoja na kondoo. Amina. Yani tutakaa huko, lakini hatutadhuriana wala hatutadhurika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati mwingine unashangaa hawa watu mbona kama sasa hawa wote ndio wamekuwa mbwa mwitu au wote wamekuwa kondoo? Haieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hivi vitu vionekane waziwazi. Anasema kwa maneno mengine anasema hakutakuwa na uadui wa namna yoyote. Kwa nini hakutakuwa na uadui? Kwa sababu tumefundishwa kusamehe 7 mara 70. Amina. Hakutakuwa na uadui. Tumefundishwa ukipigwa shavu hili geuza na hili, akikudai kanzu mpe na joho. Hakuna uadui. Lakini leo mambo yako mengi. Mungu wa mbinguni atusaidie. Mungu wa mbinguni atuwezeshe. Amina. Anasema ukisoma mpaka unasikia raha. Anasema hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyofunika bahari. Yaani Mungu anategemea kwamba kwa sababu sisi tunaye Roho wa Mungu ambaye anakaa ndani yetu na Kristo mfalme wa amani anayekaa ndani yetu, anasema hiyo dunia itajawa na amani kwa sababu sisi tumemjua Bwana, na hiyo amani itakaa kama maji yanayofurika bahari. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni atusaidie na atuwezeshe ili kwamba tuweze kuwa watu wa haki, tuweze kuhukumu kwa haki, tuweze kufanya kama Mungu anavyotaka katika uaminifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma sasa katika kile kitabu cha
cha Luka. Msiseme mchungaji alisoma kule tu, akusoma habari za Yesu mwenyewe. Luka sura ya 2, watoto wameshatusaidia. Nataka nisome mistari michache alafu tumalize. Niliwaahidi tutaenda nyumbani mapema. Luka sura ya 2 ili tusome habari za Yesu Kristo. Amina. Neno la Mungu nasema, siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Krenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya kutoka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku za kuzaa kwake zikatimia, akamzaa mwanaye kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukaangalizia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwepo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakisifu Mungu wakisema, atukuzwe Mungu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji wakaambiana, haya na twende mpaka Bethlehemu tukalione lilo lilofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto wamelala. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa. Wote waliosikia wakastaajabu hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo yote haya ambayo nimeyasoma, kuna mstari mmoja tu nataka tuusome. Amina. Ambao kwangu mimi niliuona ndio mstari ambao nilitaka niusimamie hapa. Amina. Ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema, malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Habari za Yesu Kristo ni habari za furaha kuu. Amina. Furaha ambayo hailinganishwi na kitu chochote. Amina. Anasema na furaha hiyo itakuwa kwa watu wote. Watu wote wa namna gani? Watu wote waliomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni habari za furaha kuu. Amina. Na furaha kuu hiyo itakuwa kwa watu wote. Mungu wa mbinguni akusaidie katika maisha yako. Usiogope, kwa sababu ndani yako unaye Yesu Kristo ambaye ana habari njema ya furaha kuu ambayo haitaondolewa na kitu chochote. Usimweke rehani Yesu kwa kitu chochote. Usimweke rehani Yesu kwa sababu ya vitu unavyoviona. Furaha yake haifananishwi na furaha yoyote. Kwa hiyo akiwepo ndani anaitwa mfalme wa amani, na palipo na amani furaha lazima iwepo. Hilo ndilo neno la Mungu katika siku ya leo. Mungu wa mbinguni awabariki. Amina. Tunapokaribia mwisho, naomba wewe usimame. Naomba usimame. Nimesema maneno mengi sana, lakini maneno ninayomalizia nayo ni haya. Amina. Nyie hapo mmesikia kusimama eh? Amina. Maneno ninayomalizia nayo ni haya, kwamba habari za Yesu Kristo ni habari njema, habari za furaha kuu. Lakini Yesu Kristo amekuja kubadilisha maisha ya mtu. Amina. Kumuondoa katika maisha ambayo
yalikuwa yamejaa ujinga, yamejaa sijui kutokufahamu, yamejaa kutokuwa na hekima. Kwa hiyo tunapomaliza asubuhi ya leo, natamani wewe mwenyewe utafakari na umwambie Yesu katika maisha yako, ninaomba unipe ndani yangu mimi roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya kulicha jina lako na furaha ile ambayo ulileta kwa ulimwengu. Haleluya, amina. Inua mikono yako juu, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema wako na uaminifu wako. Asante kwa pendo lako na unyenyekevu wako ulipojitoa kuja duniani ukae na wanadamu. Asante kwa kuwa kwa neema yako tumepata sehemu ya vipawa vya mbinguni, roho ya hekima na maarifa, roho ya kulicha jina lako, roho ya ufahamu. Naomba leo tunapoadhimisha siku hii ya kuzaliwa kwako, uje ndani yangu tena, unipe vitu hivi vya kimungu ambavyo vinakosekana katika maisha yangu, na mimi ninashindwa kuchora picha yako kwa ulimwengu kwa sababu ya mambo yanayopungua katika maisha yangu. Ninaomba tena uzaliwe upya katika maisha yangu, unijaze roho wako, roho ya neema, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya kulicha jina lako, roho ya furaha, roho ya amani, roho ya uweza, roho ya nguvu, ikawe ni sehemu ya maisha yangu. Nisaidie Krismasi ya mwaka huu wa 2025 ilete badiliko katika maisha yangu. Ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Omba kwa maneno yako mwenyewe kwanza. Nataka uombe kwa maneno yako, kwa yale ambayo unafikiri hiki ndio nataka kumwambia Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, neno lako linasema mtu wa kwetu akipungukiwa na hekima aombe. Rama shara taraboni moshororo kaira riba rama shara raboni masantarabo. Naomba katikati ya kusanyiko lako asubuhi ya leo asiwepo mtu mmoja anayepungukiwa na hekima, asiwepo mtu mmoja anayepungukiwa na ufahamu, asiwepo mtu mmoja anayepungukiwa na kitu chochote kilicho chema katika zile roho 7 za kwako Mungu wetu. Naomba uwajaze watoto wako, umjaze kila mmoja kwa jina lake, mpe kusherehekea kwa tofauti katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hekima na maarifa, roho ya kulicha jina lako na kukutumikia ikapate kuumbika ndani ya maisha yangu na maisha ya watu wako. Asante Bwana kwa kuwa unaweza. Asante Mungu wa mbinguni kwa kuwa unatosha. Wewe ni Mungu wala hakuna mwingine wa kufanana nawe. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba na kuamini, amen. Amina. Mungu wa mbinguni awabariki. Tunaweza tukakaa. Amina.